biashara huwa ina blocks. Blocks katika biashara zinaitwa segments. Na hizo segments zote ndio ziko kwenye business canvas model. Ni sawa sawa? Sasa tutataka kuona definition ya business canvas model. Ninafurahi research nikapata kwa Kiswahili, manake kwa Kizungu hamtaelewa vizuri. Wengine wataelewa, wengine hawataelewa vizuri. Kwa hivyo kwa Kiswahili business canvas model maana yake ni muundo wa biashara kwenye turubai. Turubai ni business canvas model. Ni zana ya kimikakati inayosaidia wajirasilimali na biashara kuonyesha, kubuni na kuboresha muundo wao wa biashara. Hiyo inakuonyesha ile overview ya biashara yako, vile unaanza biashara, vile unaendelea na biashara, na vile utapangilia mikakati yako kwenye biashara mpaka mwisho, na mpaka ile pesa utatumia na cost zenye utafanya katika biashara yako. Hiyo inaitwa business canvas model. Tuseme business canvas model. Sasa hapa kama huko inatakikana uwe makini sana, na inatakikana ujue kama hauna business canvas model kwa biashara yako, hujatengeneza business canvas model, ujue ya kwamba haujui vision ya biashara yako, because business canvas model ina visualize your business, vision ya business yako, vile business yako unaiunda, vile inaendelea na vile itakavyoendelea na vile resources na utapata na kila kitu. Ndio tunaita blocks katika business. Blocks tunajenga, unaanza msingi wa chini, block moja, unaenda block nyingine, unaenda nyingine mpaka unatengeneza nyumba. Baadaye sasa labda hata mtu ametengeneza nyumba, baadaye ataenda jenga ghorofa, si ndio? Sasa katika business canvas model vile nimesema, nitaenda mbio, ni kwamba kuna zile segment, na zile segment ziko tofauti, ziko 9 business canvas segments. Hizo ni mablocks katika biashara. Block ya kwanza katika biashara ni customer segment. Kuna wengine tukienda kwa duka akikupatia kitu, anakupatia na kitu juu yake. Hiyo ni mvutio wa customer. Hivyo tukiuza pia inatakikana tunaweka kitu, hata pia kwa hii pila tuweke kanjogo juu ya kumvutia yule customer, si ndio? Ukiuza kitu lazima ukue pia na ile kitu ya kumvutia yule customer. Nimenunua hii. Ndio nunua kwa ile duka. Wakikupatia inaitwaje? Biscuit. Nini? Wakikupatia mkate wanakuongeza na biscuit. Majani. Ama majani. Wanakuweka majani kadogo. Unasikia vizuri, unarudi kwa ile duka. Unaambia wengine na wanakuja kwa ile biashara yako. So kuna mwingine alikuwa anataka kuongezea Alex, time management. Time. Mtu anaweza kukuja kwa duka yako ama mahali pa biashara yako, wewe unachukua muda mrefu, labda uchukue simu, labda unaongea na muda na yule amesimama pale anataka mhudumie. Hiyo muda wote amepoteza, hata rudi hapo kwako, ataenda kwingine kwenye akienda na sabiwa haraka. Grace, wewe mwenyewe pia inatakana uwe msafi, na baada ambapo unauzia vitu zako pia sawa ikili. Kwa sababu gani? Customer akija kama wewe mwenyewe ni mchafu unawauzia. Mahali unauzia, niseme kwa mfano zaidi watu wanauza chakula. Vitu vyenye unauzia, vile vitu vyenye unatengenezea chakula, vyenye unasabu watu, na inatakikana zikuwe safi. Wewe mwenyewe unavaa vipi? Safi. Hata unaweza hata kuchukua koti ile nyeupe ukavaa. Watu watataka kukuja kununua kwako. Pale ni pasafi sana. Sio watu wanakuja mainzi yamejaa kwa mameza nini. Mwenyewe akininio na anatupa pale. Anatupa pale kwa meza. Na ameshika kitambaa na ameshika sahani na kuletea. Hiyo ni uchafu ambao watu hawatakuja kwa biashara yao. Biashara yako inatakana ikuwe unique. Kusema kwa ikuwe unique, sasa hivi watu
ama zile ya